fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Hallelujah. Hiyo sio benediction tu ya kumalizia maombi, sio benediction ya kumalizia kila chochote. Hallelujah. Kuna uwezekano wa Paulo alimalizia wakati alikuwa anaandikia kanisa la Wakorinto, lakini kwetu hiyo sio ya mwisho. Hallelujah. Maandiko yanasema kwamba and the grace of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. And the fellowship of the Holy Spirit, our communion of the Holy Spirit, be with us now. Hallelujah. Be with us now. Hallelujah. Kwa hiyo mchana wa leo nataka tuongee kuhusu hiyo grace. Hii ambayo Paulo alifundisha zaidi ya mara 150. Haleluya. Maana ukisoma katika historia, Biblia inasema ya kwamba hiyo neno grace imerudiwa zaidi ya mara 170 in the New Testament. Hallelujah. And the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now. Hallelujah. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe mtakatifu, Bwana wa majeshi, nainua jina lako mchana wa leo, nasema ni asante kwa upendo wako, asante kwa wingi wa rehema zako, asante kwa mbali ambao umetufikisha mchana wa leo. Baba yangu, tazama nimesimama kwa zako kunena mausia yako. Najua ya kwamba wewe mtakatifu. Maandiko yanasema katika nyumba kuu kuna vyombo aina mingi, lakini chombo kile ambacho kitajitenga na kujitakasa kitatumika kwa njia ya heshima. Baba yangu, naomba ukanitumie kama chombo, naomba ukanitumie kunena mausia yako, naomba ya kwamba utabariki masikio ile ambayo itasikia neno lako. Utatenda wema katika nyumba hii, utatenda wema katika mji huu, utatenda wema katika jamii zetu, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa maana wewe Mungu mkuu. Tulimwambia Yeremia ya maneno utakayosema itakuwa ni maneno nitaweka katika kinywa chako. Naomba ya kwamba hili neno litakuwa ni neno lako, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi. Tunaomba hata na kushukuru. Na mmoja aseme ile kubwa. Amen. Hallelujah. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ. Tunaingia katika maandiko. Tutaanza na hiyo Corinthians, 2 Corinthians. Ndio tutafundisha sasa ubiri. Ni kama siku hizi nimeanza kuingiwa na roho ya ualimu. Hallelujah. Kuna uwezekano kuna roho ya ualimu. Maandiko yanasema ya kwamba na akatoa wengine mitume, wengine wachungaji, wengine wainjilisti, wengine manabii, wengine walimu. Ninaonekana ni kama hizi siku nitaingia hapo, wengine walimu. Hallelujah. Amen. The book of 2 Corinthians, second and first. Second Corinthians 3 inasema hivi, lakini nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli, 2 Corinthians 3:13, ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika. Haleluya. Huyo ni Paulo alikuwa anaandikia kanisa la Wakorintho, na anawaambia ya kwamba sisi kama Musa alivyojifunga uso. Kwa hiyo mchana wa leo tunapoenda kuingia kuangalia kuhusu neema ya Mungu wetu ama neema ya Yesu Kristo. Haleluya. Hatutajifunika uso. Haleluya. Tutaweka wazi majana ya mambo. Luka akafundisha in the book of Luke 1
and from verses 1, Biblia inasema ya kwamba ile mambo iliandikwa, haleluya, tutaiweka bayana, haleluya, vile alivyoipokea. Luka anasema ya kwamba nitawatangazia bayana ya mambo. Kwa hiyo tunapoenda kuingia katika hiyo heading ya mchana wa leo, kwamba kunayo neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, kunayo neema ile Mungu aliachilia. Wakati maandiko yanasema kwamba Adam aliasi katika shamba la Edeni, Biblia inasema ya kwamba sababu Mungu ni mwingi wa rehema, Mungu ni Mungu wa upendo, haleluya, hakuachilia Adam akapotee. Mungu alikuwa na uwezo ya kwamba Adam sababu amekosea, wacha nikamtupilie mbali na nitatengeneza mfano mwingine, nitatengeneza mtu mwingine. Lakini sababu yeye ni Mungu wa upendo, sababu yeye ni Mungu ambaye ako na neema, aliyakubali ya kwamba hata kama Adamu ameasi, mimi nitaachilia ile ambayo itamrejesha karibu yangu, haleluya. Nitaachilia kitu ambacho kitafanya Adamu anirudie. Ndiposa Biblia inasema ya kwamba kwa miaka 400, haleluya, huko mbinguni kulikuwa kumenyamaza, wakitafuta ni nani ambaye ataenda kutafuta yule Adamu ambaye alipotea, ni nani ambaye ataenda kwa ajili yetu ili kuaenda akatafute ile Adamu ambaye alipotea. Na mbinguni maandiko yanasema kwamba na Yesu mwenyewe akasema yeye atajitolea, haleluya. Kwa maana nataka tuangalie hiyo grace, hiyo neema ambayo ilifanya Mungu mwenyewe atoe mwanawe Yesu Kristo ili kwa ajili yako na kwa ajili yangu. John 3:16 inasema kwamba ni kwa ajili ya upendo ambaye alitoa mwanawe Yesu Kristo, haleluya. Ili yeyote ambaye atamwamini asipotee, ili yeyote ambaye atamwamini asiende katika njia kando, haleluya, bali awe na uzima wa milele, haleluya. Amen. Neema ya Mungu wetu Yesu Kristo. Maana ya neema, tunaposikia neema, neema ni nini? Haleluya. Amen. Neema ni nini? Neema ni jambo gani? Tunasikia neema kila wakati tukimaliza ibada, tunasema tuseme neema, haleluya. In the grace of our Lord Jesus Christ. Hiyo neema ni kitu gani? Haleluya. Amen. Hapa nimeandika kwamba grace means, haleluya, undeserved favor. Grace means undeserved, yani ni kitu ambaye haustahili. Haleluya. Mungu mwenyewe aliambia Musa ya kama nitaonea rehema, ili ambaye nitaonea rehema si wote. Haleluya. I will have compassion on whom I shall have compassion. Nimeandika hapa kwamba grace means undeserved favor. Haleluya. Unmerited favor, yani ni kitu ambayo hatustahili. Yeye alikuwa na uwezo wa kutuachilia tuangamie, alikuwa na uwezo wa kutuacha katika dhambi, alikuwa na uwezo wa kutuacha katika mambo ya ushetani na ile mingi ya ibilisi, lakini sababu ni unmerited ama ni undeserved favor, haleluya, ni kipaji ambayo haina kipimo, hii ambayo hauko unastahili. Sisi kama kanisa Basic Celebration kuna kipaji ambayo hatukuwa tunastahili, lakini sababu Mungu ni mwingi wa rehema, ndio maana ametupatia neema, haleluya. Grace means undeserved favor, unmerited favor, or getting something you don't deserve. Hallelujah. Amen. Getting something you don't deserve. Kitu ambayo haustahili kuwa nacho. Sio kama vile nitakuja nikwambie niko na deni yako kwa hii, lakini nikisema kama niko na pesa nataka nikupatie, sababu haustahili kupewa, ni mimi ndio napendelea nikupatie. Hiyo ndio inaitwa neema, sababu ni kitu ambacho hatukuwa tunastahili. Haleluya. For 400 years Biblia ilikuwa imenyamaza. Ama unafikiria Mungu alikuwa anaongea? Alikuwa tu anapiga story na malaika na wazee 24
na watu wote wako mbinguni. Haleluya! Lakini kwetu ilikuwa imenyamaza. Sijui ni nini kilikuwa kinaendelea hapa katikati, lakini najua ni ya kwamba kwa miaka 400 kulikuwa kumetulia. Hakuna unabii, hakuna chochote kilikuwa kinatendeka. Undeserved favor. Haleluya! Hapo chini nimeandika kwamba others define grace as the mercy of God. Licha ya kwamba kuna wengi wanasema ni unmerited, wengine wanasema ni undeserved, kuna wengine wanasema kwamba grace ni mercy of God. Hallelujah. Amen. Grace ni mercy of God. Hallelujah. Biblia inasema in the book of the Meditations ya kwamba it's of the Lord's mercy that we are not consumed. It's of the Lord's mercy that we are not consumed. Hallelujah. Amen. Tutasoma vitabu kadhaa alafu tutaomba hiyo neema ya Bwana. Hallelujah. Amen. Andika hii point. There are 4 types of grace. Sio za peke yake ndio ziko, kunazo mingi, lakini zile main ni 4. Haleluya. Na hizo ndio nataka tuangalie, alafu tuingie tuombe, alafu Mungu atatubariki. 4 types of grace. First Peter, Petero wa kwanza, waraka wa Petero hiyo 5 and verses 10. First Peter 5 and number 10. Inasema hivi: na Mungu wa neema yote, haleluya, na Mungu wa neema yote. Kwa hiyo neema sio moja, neema sio mbili, kunazo neema aina mbalimbali. Na Petero anafundisha na anatokea kwamba licha ya kwamba watu wamelimiti Mungu, yeye ni Mungu wa neema zote, yeye ni Mungu wa neema zote. Kuna aina mingi za grace. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba tukitumainia Yesu tu katika haya maisha, sisi wote ni watu wa kuangamia. Haleluya. Kuna kitu kingine zaidi ya kutumainia Kristo, kuna vitu vingi zaidi ya kutumainia Kristo. Haleluya. Paulo anafundisha anasema kwamba tukitumainia tu Yesu katika maisha haya ambayo tunakaa ndani yake, basi sisi wote ni watu wa kuangamia. Na Petero anatuambia kwamba kunazo neema aina mingi. Haleluya. Na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. Huyo Mungu mmoja wa neema zote atawainua, atawadhibitisha, atawafanya mambo yote ile ambayo ni mema. Haleluya. Amen. Grace number 1. 4 types of grace. Grace number 1. Saving grace. Neema ya kukombolewa. Saving grace. Hallelujah. Na nimeandika hivi: saving grace, unmerited favor that forgives sins and brings individuals unto a restored relationship with God. Hallelujah. Amen. Neema ya kuokolewa ama neema ya uokovu, neema ambayo inaondoa watu katika dhambi. Hiyo neema ndio inaondoa watu katika ile sarakasi ambayo shetani ameweka ndani yake, na kuwarejesha katika ufalme wa Mungu, kuwarejesha katika uhusiano na Mungu. Haleluya. Biblia mwanzo inatuambia ya kwamba Mungu na Adamu walikuwa na uhusiano. Mungu alikuwa anawatembelea katika shamba la Edeni, na mahali pale
pale maandiko yanasema kwamba walikuwa wanafanya ushirika, walikuwa na uhusiano wote watatu, ya kwamba Mungu anaacha enzi yake anashuka kuwatembelea Adam na Eva. Mahali pale kulikuwa na uhusiano. Sasa wameasi, wamewekwa nje ya bustani, wametolewa katika ile shamba, mahali walikuwa na uhusiano na Mungu wao, mahali walikuwa wanakula pamoja na Mungu, mahali walikuwa wanakuja kusemezana na Mungu. Wakati Mungu amekuja kama kawaida yake kutembelea Adam na Eva, alikuja na akawakosa mahali alikuwa amezoelea wanapatana. Haleluya. The saving grace of God. Maandiko yanatuambia kwamba na Mungu alitafuta katika bustani, ameingia mahali pale, amezoelea na kuja, anapata boni ako pale kwa vyombo, akipata pasa kando amekalia mahali pake, lakini siku hiyo amekuja akawakosa. Haleluya. Amen. Biblia inatuambia ya kwamba na Mungu akaanza kuwatafuta Adamu. Adamu, umeenda wapi? Nimekuzoelea mahali hapa, nimezoea kwamba kila wakati na kupata katika kiti chako ukiwa umeningojea, labda umeweka kikombe ya maji, labda umeekelea maji mahali, labda unafanya kitu kiningojea, lakini sasa Adamu, umeenda wapi? Maandiko yanasema ya kwamba na Mungu akawatoa katika ile bustani. Haleluya. Amen. The saving grace of God. Hiyo ndio neema ile ambayo inaondoa watu katika dhambi, inawaleta katika ufalme. Hakuna mtu ako na uwezo wa kujitoa katika dhambi. Hakuna mtu ako na uwezo wa kujitoa mahali ameketi. Inahitaji mkono wa Bwana, inagharimu neema ya Bwana. Ndio maana anasema ya kwamba kwa jinsi hii aliupenda ulimwengu, ya kwamba yeyote ambaye atamwamini Kristo, sababu ndiye alitolewa ili tukaweze kuokolewa. Yeye ndiye alitolewa kama neema ya wokovu, na Biblia inasema kwamba yeyote ambaye atamwamini hatapotea, ataingia katika ufalme wa Mungu, atarejea katika uhusiano ili ambayo ilikuwa ni ya kwanza, atarejea katika uhusiano ili ambayo Mungu alikuwa nayo na mwanadamu. Mradi umemwamini Kristo, Biblia inatuambia ya kwamba kwa yeyote ambaye ataliitia jina lake atakombolewa. Yeyote ambaye ataliitia jina la Yesu Kristo, yeyote ambaye ataliitia jina la the saving grace ataondolewa katika dhambi, ataingia katika ufalme wa mwana wa Adamu, atarejea katika uhusiano ule ambao Mungu alikuwa naye na mwanadamu. Haleluya. The saving grace of God. Hiyo ndio tunahitaji kama mji wa Githunguri, kama kanisa la Bwana, kama watakatifu wa Bwana. Tunahitaji the saving grace ya kwamba tukiwa na hiyo neema, tukitembea pale nje, tukitangazia watu habari ya Kristo, sababu kuna neema ya uongozi, sababu kuna neema ya wokovu, watu wataweza kuokolewa, watu wanaweza kurejea katika uhusiano wa Mungu, watu wanaweza rejea katika sako ya Mungu, sababu kunao neema. Ukitembea na hiyo neema mpendwa, ukitembea na hiyo neema, popote utatembea, watu utakuwa unavutia watu, utakuwa unavutia watu, sababu kuna neema ya uongozi, kuna neema ya wokovu. The saving grace of God. Hiyo ndio tunahitaji kama kanisa, ya kwamba tukienda utembea, ya kwamba tukifanya kusete mahali popote tunatembea, tukienda na hii neema ambayo ni ukombozi, watu watakuwa wanakombolewa, watu watakuwa wanafunguliwa, mizigo itakuwa inaondolewa. Haleluya. Amen. Biblia inasema ya kwamba the God of all grace. Hallelujah. Amen. The God of all grace. Matendo ya Mitume 15. Acts 15. And verses 11. Matendo ya Mitume 15:11.
bali tuamini kwamba tutaokoka kwa neema ya Bwana Yesu vile vile kama wao. Haleluya! Bali tuamini ya kwamba tutaokoka kwa neema ya Bwana Yesu Kristo kama vile wao. Haleluya! Hiyo ni maandiko yanatufundisha ya kwamba katika neema ya Yesu Kristo, ile neema ambayo alikuja nayo, neema ya wokovu, neema ya kuokoka. Yesu hakuwa anakosa chochote mbinguni, hakuna kitu kilikuwa kimekosekana pale. Kulikuwa na malaika wa kushughulika kwa ajili yake, kulikuwa na kila chochote alikuwa anakidai, lakini sababu ya upendo ile ambayo alikuwa nao kwa mwanadamu, Biblia inasema ya kwamba alijitoa, na ndio maandiko yanatokea kwamba katika hiyo neema ya Yesu Kristo kunayo neema ya kuokoka ambayo imefunganishwa na Yesu Kristo. Ndio maana damu yake, maandiko yanasema ndio inatutakasa. Hiyo damu ya Yesu Kristo ndio ilikuwa na uwezo wa kutakasa maisha ya wanadamu. Alikuja na neema ya kuokoka, alikuja na neema ya kukombolewa. Yeye ndiye alikuja na neema. Kwa damu ya wanyama ilikuwa ndio, lakini kazi ilikuwa ni kufunika dhambi. Kazi ya damu ya wanyama ilikuwa ndio, kazi yao ilikuwa ni kuzika kwa muda mchache, lakini maandiko, matendo imetuambia ya kwamba kunayo neema Yesu alikuja nayo, na hiyo neema si ya kufunika dhambi, hiyo neema si ya kufunikia maovu, hiyo ni neema ya kuondoa kila takataka zote. Hallelujah. The saving grace of God. The saving grace of God. Ya kwamba Yesu Kristo damu yake ni ya kutuokoa, damu yake ni ya kuokoa watu, damu yake ni ya kuweka mataifa huru. Hallelujah. Amen. Mwimbaji aliimba akasema kwamba hiyo wimbo inaendaje? Nitakumbuka atawaambia. Hallelujah. Romans 5:15. Warumi 5:15 imekuja. Neema ya ukombozi, neema ya ukombozi, tumefanyika kuwa wana, tumehesabiwa haki, tumefanyika kuwa wana, tumehesabiwa haki. Haleluya. Neema ya ukombozi Yesu Kristo ndio tumehesabiwa kuwa wana katika ufalme. Neema ya ukombozi Yesu Kristo ndio imetuhesabia kuwa haki. Haleluya. Amen. Romans 5:15. Warumi 5:15. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Warumi 5:15, ndio ni Paulo anaandikia Warumi. Anawaambia hivi, lakini karama ile haikuwa kwa ile kosa. Kwa maana ikiwa kwa kosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Haleluya. Paulo anafundisha ya kwamba kama vile mtu mmoja Adamu alifanya dhambi na ikaingia katika ulimwengu na watu wote wakahesabiwa kwenye dhambi, basi katika neema ya mmoja ambaye ni Yesu Kristo, kwa neema hiyo ya Yesu Kristo, hiyo neema ya ukombozi, tumehesabiwa wote kuwa watakatifu katika neema hiyo ya Yesu Kristo. Licha ya kwamba tulikuwa tumehesabiwa watenda dhambi, tulikuwa tumehesabiwa watu wa kuangamia, katika hiyo neema ya Yesu Kristo sisi wote tumehesabiwa haki, sisi wote tumekombolewa. Ndio maana nikakwambia kwamba this is the saving grace of God. Hallelujah. Amen. Kwa ajili ya neema ya Yesu Kristo
sisi wote tumehesabiwa haki, sisi wote tumehesabiwa katika ufalme wa Mungu, sisi wote tumehesabiwa katika ushirika na Mungu pamoja na Yesu Kristo. Sisi wote, licha ya kwamba tulikuwa katika kuangamia, licha ya kwamba tulikuwa katika hali ya kukataliwa, lakini sababu ya hiyo neema ambayo ilikuwa na Yesu Kristo, sisi wote tumehesabiwa kuwa haki. Haleluya. Amen. Tumehesabiwa kuwa haki. Titus 2:11. Titus 2:11. Hayo hujachoka kuandika. Ni teacher. Ni profession. Haleluya. Amen. Titus 2:11 inasema hivi: maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote, haijasema wachache. Haleluya. Haijasema ya kwamba wale ambao wamejitenga. Neema ya Mungu ambayo inaokoa imefunuliwa kwa wanadamu wote, imefunuliwa kwa watu wote. Aidha wewe ni mtu umepotea katika dhambi, aidha wewe ni mtu umepotea katika mambo haipendezi, aidha wewe ni mtu ambaye umepotea. Asubuhi unaamuka unaenda kwa ulevi, asubuhi unaamuka unaenda kuinake, mahali popote unapatikana, maandiko yametutia nguvu ya kwamba hiyo neema iliyokuwayo, kuna neema ambayo inaokoa mpendwa, kuna neema ya kuokoa, na maandiko yanasema ya kwamba imefunuliwa kwa watu wote, imefunuliwa kwa watu wote, kwa maskini na watu tajiri, kwa watu ambao wako wanafaa na wale ambao walikuwa ni wazuri, imefunuliwa kwetu sisi wote. Hallelujah. Amen. The saving grace of God. Hallelujah. Amen. Biblia inasema ya kwamba natuje katika kiti cha rehema ama kiti cha rehema na ujasiri. Hallelujah. Amen. Ukiwa na neema ya Bwana, kuna kiti cha neema. Waebrania inasema kuna kiti cha neema. Hallelujah. Amen. Hakukuwa na viti nyingi mbinguni, lakini kulikuwa na kiti cha neema. Hallelujah. Na maandiko yanasema kwamba leo kiti tunakisongea. Hallelujah. Na boldness na ujasiri, mahali pale waoga wapiti, mahali pale watu waoga waingii, tunakisongea kiti na ujasiri. Watu jasiri tu ndio wanakitembelea, watu jasiri ndio wanaiendea. Maandiko yamesema therefore let us come to the throne of grace with boldness. Hallelujah. Amen. With boldness na ujasiri. Saving grace number 2. Nakwambia there are 4 types of grace. Number 1 is saving grace. Hallelujah. Amen. Romans 6:14 before to give grace number 2. Romans 6:14. Inasema hivi: kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamuni chini ya sheria, bali chini ya neema. Kwa hivyo watu ambao wako chini ya neema, haleluya, watu ambao wamefunikwa na neema ya Yesu Kristo, hii ambayo tumeambiwa ni safi, hatukuwa tunahitaji, lakini neema imekufunika. Ni kama mwavuli. Ukikaa chini ya mwavuli hautanyeshewa, ukikaa chini ya mwavuli utapigwa na jua, ukikaa chini ya mwavuli utapatana na mishale ina tofauti. Maandiko yanasema ya kwamba wale watu ambao hawayuko chini ya neema wanagaagaa katika dhambi, lakini wewe ambaye uko na neema hautakaa katika dhambi. Haleluya. The saving grace of God. Number 2,
Sanctifying grace. Grace number 2, sanctifying grace. Sanctifying grace, hiyo ya kutakasa. Hallelujah. Ama transforming grace. Sanctifying grace ama transforming grace. Na nimeandika hivi, the grace that transforms believers to be like Christ, enabling them to live holy lives. Hallelujah. Hiyo ni neema ya kufanya mwanadamu yule ambaye amekombolewa. Hapo ndio tumeona ni neema ya kukomboa. Sasa tumeingia katika grace ya transformation, ile ambayo inakubadilisha. Wewe ulikuwa mtu wa dhambi, sasa inakubadilisha, unaingia katika ufalme. Wewe ulikuwa umegagaa katika mambo, sasa unabadilishwa, unaingia katika hali ya kuwa kama Kristo. Imeandika kwamba it's a grace that transforms believers to be like Christ. Hallelujah. Wakati ambayo Paulo walikuwa wanafundisha, walikuwa wanahubiri ujumbe wa Mungu, vile walikuwa wamesikia, mitume walikuwa pale, walikuwa wanahubiri mahali pale katika Antiokia, wakaitwa Wakristo sababu walitembea kama Yesu, sababu walifanya kama Yesu, sababu waliponya kama Yesu, wakatransform kutokana na mitume, wakaitwa Wakristo. Hallelujah. Amen. The transforming grace, the sanctifying grace, hiyo ndio inakubadilisha. Wewe ambaye ulikuwa takataka, inakuleta unafanyika Bwana. Wewe ambaye ulikuwa ufai, inakuleta katika ufalme. Yule kijana alienda kwa baba yake, akamwambia ya kwamba baba, mimi vile nimejisikia, nimesikia nimetosha kuoka, ile inahitajika sasa, wewe nikawie tu sehemu yangu, mimi kaenda nianze maisha, nikawie tu utajiri wangu, nienda nikaanza maisha yangu. Na maandiko yanasema ya kwamba alienda akaitumia vibaya, akakula zote, akatumia huko na watu wewe mji wao walikuwa na magodika, walikuwa na marafiki wabaya, wakakula chote kile alikuwa amepatiwa na baba yake. Na wakati alikuwa amefika mwisho, maandiko yanasema ya kwamba alienda akatafuta angalau kazi, akapata kazi sio hoteli, akapata kazi ya kusambaza vitu, akapata kazi ya kutengeneza viatu, lakini kazi ya kukaa na nguruwe. Hallelujah. The transforming grace. Alikaa mahali pale, nguruwe akiletea chakula, sababu hakuna chochote, anaingia pale, anakula na nguruwe, analala na nguruwe, ananuka kama nguruwe. Na wakati mmoja akajirudia mawazoni mwake. Hallelujah. The transforming grace. Akajirudia mwenyewe, akasema ya kwamba sasa nateseka kwa nini? Na kwa baba yangu kuna wafanyikazi wanakula vizuri, wanalala vizuri, wanakunywa vizuri, mimi niko hapa nakula pamoja na nguruwe. Akajiambia mwenyewe, alikuwa anajihoji vile ataenda kwa baba yake. Alikuwa anafanya rihaso ya kwamba nikienda angalau nitamwambia baba, nimekosa mbele zako, nimekosa mbele za Mungu, nimekosa mbele ya watu wa jamii yetu. Alikuwa anajiongeleza akitembea. The transforming grace. Akaenda kwa babake kama ananuka kama nguruwe. Alikuwa mchazo, takataka zote alibebana nazo. Hallelujah. Amen. The transforming grace. Kuna neema ya kubadilisha, kuna neema ya kubadilisha, kuna neema ya kubadilisha. Hallelujah. Amen. Kuna neema ya kubadilisha. Kijana alibadilisha mawazo yake, akasema angalau kwa baba yangu nikienda, hata kama sitahesabiwa kwa mwana, angalau nihesabiwe kama mfanyikazi, nihesabiwe kama mfanyikazi, nihesabiwe tu nikienda kulima, napewa mshahara kama wengine. Kile ya kujua ni ya kwamba kunayo neema ilikuwa imetangulia, ya kwamba nimebadilika, ya kwamba mawazo yamebadilika. Yeye alitarajia ya kwamba akifika mahali pale atahesabiwa kama wafanyikazi, akahesabiwa kama mwana. Hallelujah. Amen. The transforming grace. After umepokea neema ya ukombozi,
unapokea neema ya kutransform. Maandiko yanasema ya kwamba we change our minds, tubadilishe nia zetu na fikira zetu katika kila siku, katika neno la Bwana. Lazima ubadilishe, lazima ubadilike. Hautakaa vile ulikuwa jana, hautakuwa vile ulikuwa juzi. Paulo aliwafundisha akawaambia ya kwamba sababu mliokoka niliwapatia maziwa, sasa si wakati wa kupewa maziwa, ni wakati wa kupatiwa kitu ya kutafuna, the transforming grace. Hautakaa katika maziwa siku zote. Watoto hawakaji kwa maziwa miaka yote. Kuna wakati anakunywa maziwa mamake, anakuja anaanza kutafuniwa chakula, anaanza kubondewa viazi na mandizi, anakuja anaanza kukula vitu mzito, anaanza mpaka kutafuna mifupa. Hallelujah. Amen. Transformation. The grace that transforms. Neema ambayo inabadilisha. Lazima tukae tukibadilika, lazima tukae tukibadilisha kanisa. Haitakaa hivi milele, lazima ibadilike, lazima ibadilike. Lazima kuna vitu zatendeka katika huduma zetu, lazima ibadilike. Hautakuwa tu mahali pale kila siku ni ile lugha moja. Unajua hiyo sio kila siku ni ile maandiko moja, wao sio kila siku ni ile somo ulifundisha last year. Lazima ubadilike, sababu kuna neema ya kubadilisha, kunayo neema ya kubadilisha. Haleluya. Amen. Inakubadilisha unakaa kama Kristo, inakubadilisha unakaa katika maisha ya utakatifu. Ukipata hiyo neema, hautakaa tena chini ya sheria, hautakaa tena katika dhambi, hautakaa tena katika mambo chafu, hautakaa tena mahali ulikuwa juzi, sababu umepata neema ya ukombozi, umeingia ndani yako. Sasa umepata neema ya kubadilika. Haleluya. Amen. Mchungaji, lazima neema ya kubadilika ikuwepo. Unaweza okoka na ukae pale siku mingi, unaweza okoka ukae mahali pale siku mingi, unaweza kwenda huduma lakini unakaa pale, hakuna kitu kinaongezeka, hakuna kitu kinaingia kipya. Daudi akasema ya kwamba Psalm 21:21, laiti Bwana urejee na unifariji na uniongeze. Hallelujah. Amen. The transforming grace. Hallelujah. Amen. 1 Corinthians 15:10. 1 Corinthians 15 and verses 10. First Corinthians 15:10 inasema hivi: lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali inalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala sio mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Haleluya. Huyo ni Paulo anafundisha, anasema kwamba kwa ajili ya neema ile nilipokea, kwa ajili ya neema ya Mungu iliyo ndani yangu, nimekuwa hivi nilivyo. Haleluya. Vile unaniona sio vile uliniona jana. Ile neema nilipokea imenifanya nilivyo. Ile neema nilipokea imenifanya unaniona mchungaji. Ile neema nilipokea inanifanya unione worshiper. Ile neema nilipokea inanifanya unione mwinjilisti. Ile neema nilipokea inafanya unione vile nilivyo. Haleluya. Neema ndio inabadilisha mtu. Haleluya. Neema ndio inatransform. Paulo anafundisha kanisa la Wakorintho ya kwamba mimi nilikuwa muuaji, mimi nilikuwa naenda kupasajiti kanisa, mimi nilikuwa nafanya maovu, na natoa mpaka ushuhuda ya kwamba kama ni maovu nimefanya zaidi, kama ni vitu nimezifanya zaidi, lakini vile nilivyo ni neema ya Bwana. Vile nilivyo ni neema
ya Bwana. Na vile unaniona nikiabudu, hiyo ni neema ya Bwana. Vile unaona nikihubiri, hiyo ni neema ya Bwana. Vile unaona na utakatifu, hiyo ni neema ya Bwana. Vile unaniona nikiomba, hiyo ni neema ya Bwana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa neema ya Bwana nimefanyika jinsi nilivyo. Kwa ajili ya neema ya Bwana nimefanyika jinsi nilivyo, na nasema kwamba na neema yake iliyo kwangu ilikuwa sio bure. Haleluya! Hiyo neema umepokea sio bure, hiyo kibali umepokea sio bure, hiyo neema iko juu yako sio bure, hiyo neema ambayo imeingia juu yako. Paulo anasema kwamba hiyo neema nimepokea sio bure, bali nazidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Haleluya! Anafanya kazi kupita wao wote, wala sio mimi, bali neema ya Mungu pamoja nami. Haleluya! Amen. Transforming grace. Nazidi na kufanya kazi zaidi ya wote. Alikuwa anaongea zaidi ya wote, wale ambao walitangulia mbele zake. Kulikuwa na mitume, kulikuwa na Petero, kulikuwa na Yohana, kulikuwa na Yakobo, mitume wote. Lakini Paulo anasema ya kwamba vile unaona nikitenda kazi zaidi ya wao wote, sio mimi, ni neema ya Mungu pamoja nami. Hiyo neema inatuwezesha kufanya kazi zaidi ya wote. Hiyo neema inakuwezesha hata kuhubiri zaidi ya wote. Hiyo neema inakuwezesha kutangaza injili zaidi ya wote. Hiyo neema inakupatia uwezo wa kuabudu kuliko wote. Haleluya. Vile unavyoniona sio mimi, ni neema ya Mungu. The transforming grace. Paulo alikuwa ni muuaji, lakini neema ikambadilisha, sasa anaihubiri injili. Haleluya. Amen. Walikuwa na tax collector, neema ikawabadilisha wakakuwa ni mitume. Haleluya. Amen. The saving grace, the sanctifying grace, transforming grace. Haleluya. Amen. Number 3. Grace number 3. Sustaining grace ama strengthening grace. Sustaining grace ama strengthening grace. Na nimeandika hivi: the power that upholds, comforts and strengthens believers during season of suffering and weakness. Sustaining grace ama strengthening grace, neema ambayo inakutia nguvu, neema ambayo inakupatia uweza, inakusustain. Yaani wakati majaribu yanakuja uko pale hauyupi, wakati shida inakuja, hiyo neema inakuweka tu uko balance. Ayubu akasema ya kwamba wakati wanasema uchumi ni mbaya kwetu, itakuwa ni kuinuliwa. Kuna neema ya kukuinua mpendwa, kuna neema ya kukuweka mahali pale. Hakuna wakati utaenda chini, wakati neema iko pamoja nawe. Hakuna wakati utaangamia, wakati neema iko nawe. Hakuna wakati magonjwa atakurudisha nyuma, hakuna wakati hali itakuweka chini. Samahani, uko na sustaining grace, uko na neema inakutia nguvu katika Kristo, na kwamba mawimbi yakikuja, wakati waliumbayumba wakamwendea Yesu. Kwa nini unalala na tunaangamia? Ama kujua ya kwamba Yesu Kristo ndio neema. Yeye alikuwa na neema zote. Wakati mawimbi yanayumbisha miliketo, walikuwa mahali pale, waliona ya kwamba wamefika mwisho, lakini kulikuwa na sustaining grace. Yesu Kristo alikuwa mahali pale, hakuna wakati angekubali waangamie, sababu wako pamoja naye, sababu walitembea pamoja na Kristo. Hata kama kulikuwa na mawimbi, hata kama kulikuwa na dhoruba, sababu kulikuwa na sustaining grace, hakuna wakati miliketo ingezama. Ni uoga tu wa shetani ulikuwa pamoja nao. Haleluya.
Wakati wa shetani ulikuwa pamoja nao, wakamwendea Yesu. Sasa wewe Bwana unajifanya uko pamoja nasi, lakini wewe umeenda huko umelala. Haleluya. Haujali kama tunaangamia, haujali kama tunazama. Maji imejaa mbele yetu, sasa hata ni kuzama tunazama. Haleluya. Amen. Unafikiria ya kwamba Mungu angekubali Yesu akufe katika maji? Haleluya. Amen. The sustaining grace, the strengthening grace. Haleluya. Wakati wa mateso, wakati wa mjaribu, kunayo neema, kunayo neema, kunayo neema ya Bwana inakuweka mchungaji. Wakati kanisa iendelee vizuri, kuna neema inakubeba. Wakati biashara inakataa, kuna neema inakubeba. Wakati kazi imekataa, kuna neema inakubeba. Unaweza enda kazi waambiwe rudi nyumbani, lakini kuna neema ya Bwana inakubeba. Hiyo neema inafungua milango. Yesu atakubali hata wakati mmoja ya kwamba kazi imeisha, uende ukaanza kuhangaika. Anasema mlango ikifungika, anafungua nyingine inafunguka, sababu kunayo neema ambayo inakubeba. Ukienda uambiwe rudi nyumbani, kuna neema inakubeba, atakupeleka kiwango kingine. Wakifikiria ya kwamba umeisha, neema ya Bwana inakubeba. Watakuona unaendelea, wataona unaendelea kuinuka, wataona unaendelea mbele, sababu kuna neema ambayo imekubeba. Biblia inasema ya kwamba Mungu wa neema zote, Mungu wa neema zote atafungua njia, anatengeneza mapito mahali kulikuwa kumeonekana ya kwamba hakuna njia. Yeye anaweka njia, sababu neema yake itakuwa imekubeba. Haleluya. Amen. Neema yake itakuwa inakubeba. Biblia inasema kwamba the book of Jeremiah that one, ya kwamba wale ambao waliachwa na upanga wamepata neema jangwani. Wale ambao waliachwa na upanga wamepata neema jangwani. Hiyo ndio neema ambayo inakuweka, hiyo ndio neema ambayo inakubeba. Walikuwa wameachwa na upanga, walikuwa pregnant, walikuwa wameachwa na upanga. Wakati magonjwa yalikuja haikuwabeba, wakati ghadhabu ilikuja haikuwabeba, wakati umaskini uliingia hawakuangamia, wakati mashida yalikuja hawakuangamia, wakati uchumi uliharibika hawakuangamia. Biblia inasema ya kwamba wale waliachwa na upanga wamepata neema jangwani. Wale neema haikubeba wamepata neema jangwani. Wale ambao mashida ya serikali kuwapata wamepata neema jangwani. The sustaining grace, the strengthening grace, hiyo ndio inakutia nguvu, hiyo ndio inakuweka wakati mashida inagonga mlango. Hiyo neema inakuweka, wamepata neema jangwani. Haleluya. Wamepata neema jangwani, wale watu ambao waliachwa na upanga. Haleluya. Kunawezekana mashida inakuja na kubeba wengi. Haleluya. Umaskini ikikuja wengi wanarudi nyumbani. Haleluya. Magonjwa ikikuja na kwamba wengi wanaenda kaburi. Lakini wale ambao wameachwa na upanga wamepata neema jangwani. Mahali hapa hakuna maji, mahali hapa hakuna chakula, mahali hapa hakuna kitu kinaendelea. Neema ya Bwana imekubeba, neema ya Bwana imekubeba. Wewe utakuwa unatembea ni kama mtu umekula, utakuwa unatembea ni kama mtu tajiri, au utakuwa unatembea katika kama mtu ambaye uko cheo. Maandiko yanasema ya kwamba watu kama hao anakemea wafalme juu yao, watu kama hao anawainua viwango, watu ambao wanatembea na neema ya Bwana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. The strengthening grace, the sustaining grace. 2 Thessalonians. Second Thessalonians 2:16 na 17. Thessaloniki chapter 2, 16.
inasema hivi, huku wakituzuia tusiseme na mataifa wapate kuokolewa, ili watimize dhambi zao siku zote, lakini hasira imewafikia hata mwisho. Tanirudia, huku wakituzuia tusiseme na mataifa wapate kuokolewa, ili watimize dhambi zao siku zote, lakini hasira imewafikia hata mwisho. Namba 17, lakini sisi ndugu, tukiwa tumefarakana nanyi kwa kitambo, kwa uso si kwa moyo, tulizidi kutamani kwa shauku nyingi kuona nyuso zenu. Haleluya. Amen. The sustaining grace. Hata kama kulikuwa na fadhaka, hata kama kulikuwa na kukatana, hata kama walikuwa umetengana, kwa sababu kulikuwa na hiyo neema, kulikuwa na hiyo neema ya kuweka pamoja. Walishinda kila majaribu, hakuna chochote kiliwarudisha chini. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. The grace, the strengthening grace of believers, the strengthening grace of believers. Hallelujah. Amen. Number 4. Number 4. Serving grace. Serving grace. Number 4, serving grace. Nikwambia kuna types nyingi za neema, lakini ile hizo ndizo zile major. Number 4, serving grace. Na nimeandika hivi, the divinely imparted gifts and abilities given to believers to serve God, church and others. Serving grace, the divinely imparted gift, yani ni kipawa ya Mungu ambayo imetokea katika kutumikia Kristo, katika kutumikia kanisa, katika kutumikia waumini. Haleluya. Amen. The serving grace. Matendo ya Mitume 4:33. Matendo ya Mitume. The serving grace, hiyo ni neema ya kutumika. Matendo ya Mitume 4:33 inasema hivi, na mitume wakatoa ushuhuda kwa kufufuka kwake Yesu Kristo kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao. Haleluya. Na mitume wakatoa ushuhuda, the serving grace, wakatoa ushuhuda kwa kufufuka kwake Yesu na kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao. Haleluya. Neema ikiwa juu yako mpendwa, neema ya kutumika ikiwa juu yako, utatoa ushuhuda, utatumika katika kanisa, utatumika katika kuwatangazia habari njema, utatumika katika mambo ya ungo, utatumika katika mapendwa, utatumika kwa wale ambao waamini, ukiwa na neema ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba sababu neema nyingi ilikuwa pamoja na mitume, waliendelea wakitoa ushuhuda, waliendelea wakitangaza habari za Bwana, waliendelea wakitangaza mambo ya Kristo, waliendelea wakitumika popote wakienda wakitenda mema. Ndio maana Biblia inasema waliitwa Kristo sababu walitembea kama Yesu, walifanya kama Yesu, walitembea kama yeye, walifanya ishara kama Yesu. Neema ya kutumika. Haleluya. Amen. 1 Corinthians 3:10. 1 Corinthians 3:10. Si Biblia ya Kanyari 3:10 maandiko. Haleluya. Amen.
Kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa. Huyo ni Paulo. Haleluya. Anasema kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa. Neema inapeanwa. Nilikwambia kutoka mwanzo, neema ni kitu napewa, sio kitu ulikuwa unahitaji. Ingekuwa ni watu walikuwa wanakataliwa na neema, Paulo angekataliwa mara 100, sababu ya vile alikuwa amepersecute kanisa, vile alikuwa ameua mitume na watu wa Mungu. Haleluya. Sasa Paulo anasema ya kwamba kwa kadri, haleluya, kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi Paulo, sasa kama mkuu wa jeshi mwenye hekima, alipewa neema na Mungu kwa ajili ya kazi ya ujenzi. Akapewa neema na Mungu kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Anasema ya kwamba kama mjenzi mwenye hekima, neema inakupatia hekima. Hauwezi kuwa na hekima nje na neema ya Mungu. Hakuna wakati ambayo utakuwa na hekima nje ya neema na Mungu. Biblia inasema kwamba Paulo alipatiwa hekima na neema ile alipokea ya kuwa mjenzi mwenye hekima. Haleluya. Amen. Na anasema kwamba sababu nimepatiwa neema, nimeweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake, sababu yeye alikuwa na neema. Maandiko yanasema kwamba alikuwa na hekima ya kuweka msingi, alikuwa na hekima ya kuinua mlima wa Mungu, alikuwa na hekima ya kuinua madhabahu ya Mungu, sababu neema ilikuwa imeingia kwake na akapewa hekima. Haleluya. The saving grace of God. Neema ya kutumika. Lazima uwe na hekima, lazima uwe na neema ukaweza kutumika. Wewe ni worshiper, lazima uwe na neema. Wewe ni mchungaji, lazima uwe na neema. Paulo anasema ya kwamba nilipatiwa neema katika kazi ya ujenzi. Haleluya. Haleluya. Nilipatiwa neema ya ujenzi. Amen. Haleluya. Amen. Neema ya ujenzi. Katika kujenga mwili wa Kristo lazima tuhitaji neema. Katika kuhubiri lazima neema ikuwepo. Haleluya. Siwezi simama hapa mpendwa pasipo neema. Haleluya. Amen. Siwezi simama hapa pasipo neema. Pasipo neema iwezekani nitafika hapa na ujumbe wote upotee. Haleluya. Utafika hapa nyimbo zote zipotee. Kweli. Pasipo neema, the saving grace, lazima uwe na neema katika kutumika, katika kufanya kazi ya Bwana, katika kutumikia wengine, katika kutumikia wachungaji, katika kutumikia nyumba ya Bwana, lazima uwe na neema. Haleluya. Amen. Watu wengi hawaangamii sababu wanaangamia ni kukosa neema. Haleluya. Amen. Wewe unakuja unapanguza viti leo, kesho kutwa, neema inakwisha. Hiyo siku nyingine tunakalia vumbi. Haleluya. Amen. The saving grace. Lazima uwe na neema ya kutumika. Amen. Lazima neema ikuwepo. Pasipo hiyo. Haleluya. Kuna wachungaji wengi neema ilikwisha. Haleluya. Wako tu pale ni wachungaji lakini neema haipo. The saving grace of God. Lazima utumike chini ya neema. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Neema inatoka kwa Kristo. Haleluya. Biblia inasema according to the measure. Haleluya. According to the measure of Christ. Yeye anajua anapatia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lazima hata kuomba ni neema. Hakuna mahali Biblia inasema ni gift of prayer. Haleluya. Amen. Ukiwa na neema utaomba.
Hallelujah. 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours. Ukiwa na neema utafanya fasting. Yes. Wewe jaribu fasting bila neema. Utafunga asubuhi, mchana umefungua. Hallelujah. Amen. Pasipo neema haiwezekani. The saving grace lazima ikuwepo. Katika kuhubiri lazima ikuwepo. Katika kuomba neema inahitajika. Hallelujah. Amen. Wengi walianza, Paulo aliwaambia ya kwamba mlianza na roho, sababu neema imekwisha, sasa mnamaliza kwa mwili, sababu neema haikuwepo ya kuwasustain, hakukuwa na neema ya kuweka, ndiposa walianza vizuri wakamaliza na roho. Wakamaliza na mwili. The grace of wakamaliza na mwili. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ. Kila wakati tunamaliza, hata sasa hivi mchana tutamaliza na hiyo neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Until tufike mahali tunajua neema ni nini, hiyo ambayo kila wakati tukimaliza maombi ni hiyo. Hallelujah. Amen. The sustaining grace, the serving grace, the transforming grace, the serving grace. Hallelujah. Amen. Paulo alifundisha Warumi akamwambia ya kwamba kuna mabaki wa neema. Kuna mabaki wa neema. Kuna mabaki wa neema. Kuna mabaki wa neema. Naamini ya kwamba sisi ni mabaki wa hiyo neema. Sisi ni mabaki wa hiyo neema. Hallelujah. Kwa hivyo nataka mchana wale tunapoenda kuingia katika maombi, hizo dakika tuko nazo kama 5 hata zimepita. Haleluya. Inuka tu na miguu yako. Tuingie tuende mbele za Bwana. Tuambie Bwana ya kwamba hiyo neema ikawe juu yetu, hiyo neema ya kutumika, hiyo neema ya kuokoa, ya kwamba ukitembea katika mji wa Githongoli, wakati Petero alikuwa anatembea, sababu alikuwa na neema ya Bwana, kivuli chake kilikuwa kinafungua viwete, handkerchief yake ilikuwa inatembea ikifungua wagonjwa, popote alikuwa anatembea wanafunguliwa. Tuamini Mungu ya kwamba hiyo neema ikawe juu yetu, ya kwamba ukitembea watu wanakombolewa, ya kwamba ukiwa kazini watu wanafunguliwa, ya kwamba ukiwa na mataifa wanaona nuru yako, wanaona mwangaza wako. Huyu Mungu anasema ya kwamba ni kwa ajili ya neema ambayo Yesu Kristo alifanyika kwa maskini kwa ajili yetu, ili kupitia maskini wake ukafanyike tajiri. Ni kwa ajili ya neema ndio maana Yesu Kristo alitiwa miteleke, akabeba mimba kichwani, akadungwa mikuki kwa ajili ya neema. Biblia inasema ya kwamba yeye alivumilia hata mauti ili akaokoe. Hiyo neema ya kuokoa, alikuwa na uwezo wa kukataa, alikuwa na uwezo ya kuita malaika mbinguni wakakuja wakamtetee, wakampigania vita, lakini kwa ajili yako na kwa ajili yako aliacha enzi yake, akakuja kwa ajili yetu, akakuja kwa wale walipotea. Ndio maana anasema ya kwamba ataacha moja zile 99 akafuata ile moja ilipotea. Kuna uwezekano mchana wa leo ukiambia Bwana kwa hiyo neema, utatembea na wataokoka, utatembea wagonjwa watapona, utatembea na viwete watainuka, viziwi watasikia, vipofu watafunguka macho. Hiyo neema ya Bwana ikiwa juu yako mpendwa, utafanya mambo makubwa, utatumika kwa njia kubwa, utatumika kwa njia ya heshima. Hiyo neema ikiwa juu yako, hebu fungua kinywa chako, anza kuambia Bwana, achilie neema katika maisha yako, achilie neema katika maisha yako. Ni katika neema tunakombolewa.